channel yangu ya FN90 Digital, channel ambayo inahusiana na mambo ya cyber security pamoja na computer tricks and tips. So let's go. Welcome to FN90 Digital. Learn cybersecurity, ethical hacking, and how to stay safe online. Subscribe and secure your digital world. Warning: the content on this channel is for educational purposes only. Any misuse of this information is strictly prohibited. Leo nitakwenda kufundisha au kuelezea jinsi gani unaweza kufanya installation ya Kali Linux au wenyewe tunaitaga Kali Linux, wengi wamezoea kuita hivi. Vitu vikubwa viwili ambavyo unahitaji kuwa navyo, au naweza nikasema vitatu. Kitu cha kwanza, unatakiwa uwe na kitu kinaitwa Rufus. Hii ni software ambayo tutaitumia kwa ajili ya kuwrite image disk yetu kuja katika mfumo wa bootable. Alafu pia tutahitaji hiyo image disk yenyewe kama yenyewe. Alafu pia kitu kingine kikubwa, tutahitaji flash drive au USB drive kama utahitaji kufanya installation moja kwa moja kwenye kompyuta yako, yani ukafanya kwa mfano dual booting, kwamba ukai-embed kwenye system yako. Kitu cha kwanza tutakachofanya ni kwenda ku-download hiyo operating system yetu. Tutaingia kwenye Chrome au unaweza kutumia browser yote kama unayo pia, that's okay. Tutaingia kwenye search hapa, tuta search Kali Linux. Yes, tutapelekwa kwenye website hapo kwenye search. Tutaona hapa kwenye website kuna site ya kwanza ambayo imeandikwa Kali Linux. Tutaingia hapo. Tukishaingia tutatokea kwenye welcome screen hapa. Tutaona kuna option wametupa hapa chini inaitwa downloads. Tuta select hapo. Hapa tunapewa option, kuna hii installation images au kuna visual machines ambapo kwa ajili ya installation images. Kwa unaweza ukarani hii Kali Linux katika mashine yako direct kama kufanya installation, ama unaweza kutumia kama disk au unaweza kutumia kama visual machines, yani kwamba hutohitaji kuinstall moja kwa moja kwenye mashine yako. Lakini leo tutafundisha jinsi ya kutumia installation images kwa kuinstall moja kwa moja katika system yako. Tutaklik hapo, then tutakuja hapa kwenye disk image ya kwanza ya 2025. Hii ni ambayo ndio toleo kubwa, au naweza nikasema ndio latest update yao. Tutaklik hapa download kwenye chikimshale hapa download. Kwa kuwa sisi tayari tunayo, yenyewe itakupa option ya download, then utasubiri i-download, then itamaliza. Ikishamaliza tunarudi tena kwenye Google search hapa, tunaandika Rufus. Remember, hii ndio tool ambayo tutakuwa tunatumia kwa ajili ya kufanya installation au create bootable kwa ajili ya installation media yetu. Okay, tunaingia kwenye website ya kwanza, hii link ya kwanza ambayo imekuja hapa. Tuta click, itatupeleka kwenye page ya Rufus. Tunachotakiwa tu download hapa ni hii ya kwanza ambayo ni portable, ambayo ni naweza nikasema ndio latest. Kwa tutachukua hii hapa ya kwanza hapa, hii 4.1, then tuta download. Tutamaliza ku download. Ukisha i-download, utaingia kwenye download files zako, then utaichukua utaileta either kwenye display hapa au vivyo tutakavyopeleka. That's okay. Utakuja utaiselect, ask information, then uta agree. Okay, itafunguka kwenye hiyo page hapo. Ikishafunguka kwenye hiyo page hapo, kitu ambacho unatakiwa kufanya sasa, kumbuka kwamba tayari unatakiwa umesha download disk image yako, then uta click select. Utaenda kwenye disk image file yako ambayo umedownloadia, ambayo ya kwangu mimi nitakuwa nimehifadhi kwenye software hapa, ambayo ni hii hapa Kali Linux. Yes, uta select, utajaribu ku open hapo. Baada ya hapo, ikishamaliza ku open hapo, hakikisha sasa una USB drive yako.
itachomeka kwenye PC yako, ambayo disk drive. Hakikisha kwamba disk drive yako haina vitu ndani, kwa sababu hii operation itaenda kuformat disk drive yako yote na kuondoa faili zako ambazo zilikuwepo katika hiyo USB drive yako. So hakikisha kwamba haina kitu ili kuepusha data loss, au kama una vitu hakikisha umefanya backup. Okay, ya kwangu ni hapa, select hapa, ikitokea ni 128 GB. Unaweza kutumia kuanzia 16 GB, of course it works, or even 8 GB, but mostly recommended tumia kuanzia 16 GB na kuendelea. Baada ya hapo utaangalia kama disk yako inatumia MBR ama GPT. Kwa laptop mpya hizi za Torio mapya third generation kuanzia ya 6, ya 7, ya 8 na inarekomendiwa kutumia GPT, kwa sababu hii inatumia UEFI system na tofauti na legacy system ambayo inatumia MBR kama vile zamani. So utachagua GPT hapo, then hapa chini utaangalia, hapa chini naona hakuna changes zote ambazo unahitaji kufanya, then utaweka start. Sasa hapa kuna design mbili za kutengeneza disk image. Njia ya kwanza ni katika mfumo ISO image, ambayo hii yenyewe itakupa option ya kuendelea kuitumia flash yako na kutumia kuweka vitu vingine hata after kuinstall hiyo, yani kuweka hiyo bootable drive ya Kali Linux. Lakini downside yake ni kwamba hii njia iko very slow, inachukua a lot of time kutengeneza bootable kutokana na zile files ndogo zinakuwa kidogo. Ila ukitumia njia hii ya pili, write as DD image mode, hii yenyewe ita write faster, lakini kwamba hard disk yako itakuwa huwezi kuiona, yani it means kwamba itakuwa kama haipo kwenye PC yako, means kwamba hutaweza kuiona wala hutaweza kuhifadhi file nyingine kwa muda ikiwa na hiyo operating system ya Kali Linux. So hii option ya pili nakushauri utumie kama ukiwa ni mtaalamu wa hivyo vitu, yani kwamba wewe ni mtaalamu wa vitu vya IT alafu unajua unachokifanya. Ila kama wewe ni mgeni, nakushauri utumie hii ni option ya kwanza, write as ISO image mode. Okay, then utaklik hapo. Mimi sitokiki kwa sababu tayari nimeshatengeneza hapo, ila wewe utaklik okay, then utasubiri mpaka ile disk image itamaliza, then itakwambia write completed, uta disconnect flash drive yako. Hapo ndio utakuwa umemaliza kutengeneza, kutengeneza bootable USB drive ya Kali Linux. Kwenye next period nitafundisha jinsi sasa hatua kwa hatua jinsi ya kufanya installation. Don't forget to subscribe. Usisahau kubonyeza na hicho kengele ili usimiss mwendelezo. Karibu sana.